Amina. Amen. Naomba fungueni Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Somo letu, kichwa cha somo, andika kumwamini. Nuhu alimwamini Mungu, ndio maana alitika kafara. Asingemwamini Mungu asingefanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Huyu Nuhu aliona maisha yake bila Mungu, bila kumsikiliza Mungu haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mimi na wewe kama wanadamu, kama kanisa la mahali hapa, naomba tumwamini nani? Tumwamini Mungu. Ukienda kwa Ibrahimu, aliinuka kwa kweli aenda kumtoa sadaka mtoto wake. Ile ilikuwa ni imani, alimwamini Mungu. Ukienda kwa Hana, alinyenyekea akamlilia Mungu. Neno la Mungu linatuambia tumbo la Hana lilifungwa na nani? Lilifungwa na Mungu mwenyewe. Alinyenyekea mbele za Mungu, akaenda kafanya nini? Akaomba kwa Mungu, Mungu akamfungua. Lakini tukirudi tena, unakuja kukuta Hana huyu, ina maana kwamba watumishi wa Mungu walipokuwa wanamwekea mkono, maana yake alikuwa hana imani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati ule Mungu alikuwa anamtaka nani? Alikuwa anamtaka Hana amwamini Mungu, alafu aamini. Amina wapendwa. Amina. Alafu aamini kabisa ya kwamba hapa Mungu anakwenda kunitendea. Lakini wanapomwombea, maana neno la Mungu linaonyesha ya kwamba mtumishi wa Mungu aliweka sana mkono juu ya Hana, lakini Hana hakupata kufunguliwa. Akaweka sana mkono juu ya Hana, lakini hakupata kufunguliwa. Baadaye mtumishi wa Mungu akasema, Hana, utalewa mpaka lini? Kumbe Hana alikuwa amemwamini Mungu, akanyenyekea yeye mwenyewe mikononi mwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana neno la Mungu linaonyesha wazi kuwa tumbo la Hana lilifungwa na Mungu. Mungu anapolifunga akawa amekusudia apambane mwenyewe nani? Hana. Kama isingekuwa kupambana Hana, basi mtumishi wa Mungu atamwekea mkono hapa na mwenye anafunga. Wapendwa, niwaambie kuna wakati mwingine pambana wewe kwenye mambo mengine. Hata wewe mwenyewe simama. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Zote hizo ilikuwa ni imani. Lakini unakuja kukuta Ibrahimu anamtoa mwanawe Isaka. Anamtoa Isaka kama sadaka kwa Mungu. Mungu anapomwambia kanitwalie. Bwana Yesu apewe sifa. Eti pale labda kuna mahali panatuonyesha kuwa Isaka anapoambiwa katoe sadaka mtoto wake, alimshirikisha mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo unajifunza nini? Hebu mwamini Mungu wewe kama wewe, na inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Inawezekana sana. Naomba tuende tukasome Mwanzo 6 mstari wa 18 hadi wa 22. Mwanzo 6 mstari wa 18 hadi wa 22. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti, nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nao, na katika kila kilicho hai chenye mwili wa kila namna utawaleta ndani ya safina, kuwahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke, katika vyote virukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Wawili wa kila namna watakuja kwako, ili
uwahifadhi, ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndasimama sana kwenye ule mstari wa 18. Amesema lakini atafanya agano na Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapofanya agano na Nuhu alikusudia mema. Bwana Yesu asifiwe. Alitazama kizazi kilichoharibika chote, lakini aliyesimama kwa nafasi yake ni Nuhu peke yake. Lakini sasa anapokuangalia wewe mtumishi wa Mungu, Mungu anakuangalia kama ulivyo wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata ndani ya kanisa hili anatupima kwa mizani, anaona kabisa tuko tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Nuhu alipoamua Mungu kufanya agano na Nuhu, Nuhu alikubali. Akamwambia nenda kafanye safina. Bwana Yesu asifiwe. Na anapomwambia nenda kaifanya safina, alikuwa anajua ya kwamba Nuhu atakubali kutokana na jinsi alivyo. Atakubali kutokana na imani aliyonayo mbele zake. Alishamwamini Mungu na matendo yake yote mema yalisimama mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba Nuhu baada ya kusimama na Mungu akamtuma, akamuita, akamwambia kaijenge safina. Na akaenda kajenga safina. Amemaliza kujenga safina, sasa ni wakati ambao Nuhu anamwambia Mungu, nenda kaingize vitu vyote ninavyokuambia. Kaingize wanyama, kaingize ndege, vyote hata vinavyoruka nenda kaviingize. Vyote ingiza viwili viwili. Ingiza watoto wako na wakwe zako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini kutokana na imani ya Nuhu, alitenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Alitenda vile Mungu anavyomwagiza. Akafanya vile Mungu anavyofanya nini? Anavyomwagiza. Lakini je, mimi na wewe kwa kizazi hiki ndivyo tunavyofanya? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ametupa hata amri za Mungu chache tu, lakini hizo tunashindwa kuzitimiza. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda mbingu ya nani? Wapi tunapokwenda sisi? Hebu tuangalie imani ya mwenzetu Nuhu. Na kwa nini alibaki peke yake? Maana Sodoma na Gomora inapoteketezwa, wao hawakuwepo, lakini bado nakuja kukuta kuna baadhi ya vitu vingine wametolewa, wengine wapo, lakini kwa ujinga wao. Inawezekana hata leo tunajenga safina hii tulionao, wengine wapo. Wengine wanasemaje? Mwingine anakuambia hawa wanataka sadaka, au wanataka hela, au wanataka nini? Kwa sababu pesa kama zipo, Mungu atatupatia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini mpendwa, tazama, angalia, Yesu anataka nini kwenye maisha yako? Anahitaji nini katika maisha yako, mfumo uzima wa maisha yako? Anataka nini kwenye familia yako? Hebu muombe Bwana ili Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie Mungu ili akutetee. Mwambie Mungu ili akuongoze. Mwambie wewe kiongozi, ndiye muongoza Nuhu, na mimi niongoze. Na Nuhu alikuwa mwanadamu kama sisi, na ndio maana alikubali kuongozwa. Fika wakati uongozwe na Mungu, acha kuongozwa na wanadamu waliochoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna vitu vingine mimi huwa najifunza. Wakati mwingine unaweza ukaishi ukamtegemea mtu, ukajua huyu mtu nitaenda naye pamoja salama. Amina. Unaposema nitaenda naye salama, afu unakuja kukuta anafanya nini? Anakuangusha, aidha anakuvuta nyuma. Kwa kweli huwezi ukaniona nitaenda na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninataka niende kule ninakotaka kwenda. Ninataka niende na Mungu. Laiti Nuhu angekuwa ni wa kigeugeu, angegeukia njiani. Alipomaliza kujenga safina, angepotea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Nuhu akaanzia chini, akaanza kujenga safina. Mungu anamwambia jenga, sijui jenga mikono mingapi, sijui ufanya hivi, nyosha hivi, lakini Nuhu alifanya. Na baada ya kumaliza, Mungu akamwambia haya, beba ndugu zako, ingiza ndani. Na akaingiza ndani.
Unategemea Mungu alibagua? Kama kwa mfano angemwambia haya, na wewe fulani ingia, Nuhu angekatalia? Lakini sasa neno la Mungu linatuambia wazi, kila kitu ambacho kiliingia kwenye safina Mungu alikuwa anakiongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hata waliobaki walibaki kwa makusudi, kwa sababu ni wao wenyewe walioamua kubaki. Nuhu aliwaambia wazi, akawaambia tujenge safina, lakini hawakutaka tujenge. Na leo tunapotangaza jamani tuokoke, Yesu ndiye anayeokoa, Yesu ndiye anayeponya, Yesu ndiye anayetupeleka mbinguni, hakuna mahali pengine pa kupita zaidi ya Yesu, watu hawataki kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hivi Mungu hatakuja kusema? Na ile kazi tuliyoifanya sehemu zote tulizoenda, tumepanda zile mbegu na zitaota, na mpaka tunapozungumza hata saa hizi kuna wengine wamekaa nyumbani lakini wanaumia kuwa wale watu wamekuja kuhubiri, wale watu wamekuja kutuambia, lakini sisi kazi yetu ni kuhubiri na kuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ninaposema tufuatilie watu wengine, tuwafuatilie kwa sababu tunatakiwa tuwasaidie, aelekee wapi, afanyeje. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati mwingine tusije tukaja tukalaumiwa na Mungu kuwa mlienda kuvuna yale mahindi mkayaacha shamba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari ule wa 22, mstari ule wa 22 nitaomba usome wa 22. Ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Anasema ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, ndivyo alivyofanya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alifanya kwa kadiri ya Mungu alivyomtuma. Nuhu wapendwa, hakuongeza, alikuwa ni mwaminifu, alitamani atembee kwenye njia za Mungu vile Mungu anavyomwambia. Alipomwambia hapa weka lami, aliweka lami. Alipomwambia hapa weka chumba, aliweka chumba. Alipomwambia weka hivi hapa. Na ndio maana anaposema ya kwamba tusizini, ni kweli tusizini. Bwana Yesu apewe sifa. Dhambi linalitesa kanisa leo, dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Dhambi ya uzinzi linalitesa kanisa. Amina wapendwa. Na vile tunavyosema usiibe, usiseme uongo. Uongo unalitesa kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani leo hii wakati tulionao kuna uzinzi, kuna uongo, umbea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaotesa kanisa. Lakini Mungu bado anatuasa tuache. Hapendi. Anatamani kama mimi ninasema nimeokoka, nitembee kweli nimeokoka, nitembee kweli ninampenda Yesu, nitembee na Yesu kweli, nimuite Yesu ili anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba huyu Nuhu alifanya sawasawa kwa kadiri Mungu alivyomwambia nani afanye. Hata Ibrahimu akawa anahangaika, akamwambia Mungu, wale watu kama watakuwa 5, kama watakuwa 10, watakuwa 40. Mungu alimjibu nini? Eti anapotaka hiki kizazi cha Nuhu Mungu akiponya, alianzia kwa Ibrahimu. Ibrahimu akaja kama wageni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La sivyo kisingefahamika kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anateketeza, hawezi kuwaacha watu wake wasijue. Na kila kitu kama analeta magonjwa nyumbani kwako atakuja kukwambia. Anakuonyesha kabisa ona magonjwa hayo, hapa pamekuwa hivi, familia yako imekuwa. Mungu anaonyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuna sababu ya kuacha dhambi ili tutembee katika njia za Mungu, ili Mungu aseme na sisi. Baba wa imani Ibrahimu alitembea na Mungu, na ndio maana hata wale malaika walipita jirani na yeye, wakajua wazi kabisa ya kwamba wataenda kupata baraka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibrahimu alikuwa na miaka mingi. Miaka mingi, si ndio? Alikuwa na mtoto. Mke wake alikuwa na miaka 90, si ndio? Alikuwa na mtoto. Hakuwa na mtoto. Lakini Mungu ndipo alipoachilia baraka wakati huo.
Imani yako ina uwezo kuokoa watoto wako. Imani yako inaweza kuokoa mke wako. Imani yako inaweza kuokoa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hakanyagi mahali hapa, lakini Mungu anajihuzulisha kwa namna fulani kwa ajili ya hiyo familia. Anasimama kwa namna fulani kwa ajili ya hiyo familia. Imani yako wewe inaweza ikatengeneza jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, hata mtu akikubeza, lakini ukisimama kwenye imani Mungu. Amina. Amina wapendwa. Amen. Nuhu aliitikia agano la Mungu.